If, according to President of Kenya, Kalonzo Musyoka ana agenda, ana akili, nasema ni sawa. Kalonzo Musyoka, Mungu hajampatia akili ya kuua watu. Kalonzo Musyoka hajapewa akili ya wizi na uporaji wa mali ya umma. He can account to any single cent that he has. Kalonzo Musyoka amepewa neema na Mwenyezi Mungu ya kuongoza watu zaidi ya miaka 40, akiweka watu mbele, servant leadership. Hii ya Ruto anatuambia ati ukichaguliwa wewe mwenyewe, wewe na familia yako jieke ukue the first. Hiyo hatutaki kama Wakenya. Tunataka viongozi ambao wanaeka wananchi na watu wanaowaongoza mbele. We want servant leadership. And I think Ruto ametuambia vizuri. The country needs to elect none other than Kalonzo Musyoka because he is a selfless leader. So mimi nashukuru rais wetu amesema what he should be telling the country is mimi nitashindwa, kwa sababu nimeona wamejaribu kufanya opinion polls na every time wanafanya rais yako na 10%, wakifanya ingine ikienda sana 15%, imeshindwa kupita hapo. Na sasa wameona ulimwengu yote wanaangalia Kalonzo Musyoka. Sasa he should be telling the country I'm ready to go home nikishindwa, and I will hand over power peaceably the way it was handed over to me peaceably by Uhuru Kenyatta. That is what he should be telling the country. Sasa hii yake ya kuambia watu hawana akili, hawana hii. Kalonzo is a senior counsel, the topmost level of law practice in Kenya. Kalonzo Musyoka ni daktari. Na yeye what is he? Amesomea maneno ya miti. Na hata Kenya is becoming a desert. So mimi niombi kwa heshima kuu, tafadhali viongozi, tuheshimiane na tuheshimu wale watu tunaowaongoza, tuheshimu wale tunaoshindana na wao. Tuko na agenda. Kalonzo Musyoka ako na agenda. We are talking about Singapore. Singapore haipeleki na watu you are the biggest thief. You are looting everything, everywhere. Lee Kuan Yew in Singapore, kuna mambo alifanya ya maana sana. Ya kwanza ufisadi alimalizana nao. Ministers wake akaacha wakaenda korokoroni. Hapa ukiimba zaidi ndio unapandishwa zaidi. Sasa hiyo Singapore ni Singapore ya zangapi? Lee Kuan Yew pande ile aliweka elimu at the center of the planning of the country. Hapa saa hii elimu imeenda juu. Wewe mzazi uko hapa unasema tunasherehekea Christmas. Next time wale tuko na watoto tumepewa circulars from the Ministry of Education. Fee imeongezwa. Ili early by now this country should be enjoying free quality education. Vile Kalonzo na Kibaki walikuwa wameanza.